Waefeso sura ya 5 mstari wa 3 mpaka 13. Waefeso sura ya 5 mstari wa 3 mpaka 13. Nitasoma. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe. Wala uchafu wowote wa kutamani. Wala uchafu wowote wa kutamani. Kama iwastahilivyo watakatifu. Wastahilivyo watakatifu. Uchafu wowote na uasherati usitajwe, kwa sababu watakatifu hawastahili kutajiwa uchafu na uasherati pamoja na uchafu. Wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, wala hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu. Nakwambia jioni ya leo hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa. Ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Yasiyokuwa na maana. Kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia kwa sababu ya uasherati na uchafu na maneno ya upuzi na uzinzi, hasira ya Mungu inakuja juu yao. Basi msishirikiane nao. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Kwa sababu zamani tulikuwa giza. Bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Hakikisheni ni nini kinachompendeza Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Bali muyakemee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa natapendaga kusema mkutano, si kila mmoja amesikia. Maneno ya upuzi kuwepo, lazima yawepo. Amina. Hata wewe mwanamke kutembea barabarani, si unaniona mimi ni mtumishi wa Mungu, sinahubiri. Hata mimi nikipita, kuna watu wanaweza wakasema huyu, hakuna mtu asiyetaka mwanamke asiyejielewa. Sijui tunaelewana? Hakuna mtu asiyependa mwanaume asiyejielewa, lakini hilo lisilolielewa ndio la kwako, ndio lilichagua wewe. Nasema wakati linakuja halijaja usiku. Kama mikutano usiku, mlikutana mchana na mkapangiana twende bichi. Lakini Biblia inasema hivyo vitu vipo na vitakuja na vitatokea. Lakini hiyo maneno ya upuzi yakatae, mkemee, mwambie wewe unayenifuata, una mumeo, una mkeo, stop. Yaani kuja atakuja, sababu kuna mibaba mingine kama mikondoo. Amina. Hairiziki. Biblia inasema maneno ya upuuzi yasiyofaa, uasherati, yasitajwe kwenu, kwa sababu katika tabia hizi kuna hasira ya Mungu inakuja juu ya mambo haya. Na ninataka niwaambie ya kwamba Mtume Paulo anasema watu ambao wataishi maisha haya hawana sehemu katika ufalme wa Mungu. Nilianza kusema kabla sijasoma neno, asema msishirikiane nao. Mama Shemazi, mtu ni Kento anaongoza mbele. Bahati nzuri mimi naimba sana, lakini sio mshikaji wa hizo nyimbo. Bwana asifiwe. Kento kabisa mbele anaimba wimbo 354 nipo lango, lakini anatembea na mume wa mtu. Asema huyo mtu msishirikiane naye, mtoeni nje. Si Biblia mnaisikia imesema msishirikiane nao, hawa ni waharibifu. Wataliharibu kanisa, wataharibu watoto wenu. Sasa unamwekeni, yaani unajua kabisa jana lililala bali linanuka mavi mdomoni. Alafu unamweka ndio Kento. Tenzi ya namba 10 chakutu unachokutumaini nini wewe umelala ba? Hapo sasa. Biblia inasema watu hawa wawekeni kule nyuma kama watu wa kawaida, msishirikiane nao. Biblia inasema huwa uasherati, huwa uzinzi. Sikiliza, kuna watu hawapo kwenye mkutano huu, lakini injili hii inawatengeneza waliko. Nimekutana baba mmoja leo, mimi simjui.
Akasema hata ajui anayeongea naye. Mimi natokeza, nimeenda choo cha kule nikakuta hakuna maji. Nikasema ngoja niende nyumbani. Muda wa semina. Nikachomoka zangu, nafika hapo njia panda. Baba mmoja mimi simjui akasimama akanambia, "Hebu nikuulize dada." Nikasimama, akasema, "Kuna mama mmoja anahubiriga hapa kwenye mkutano hapa. Ameongea mambo kama matatu yamegusa moyo wangu mno.